Wayahudi pia, yaani yeye alipewa pande zote. Lakini ukiangalia Petro alipewa kufanya kazi kwa Wayahudi, kwa waliotahiriwa. Ukiangalia na wengine, kila mmoja alipewa kwa namna alivyoitwa. Lakini nilipokuwa nikiendelea, nikagusa juu ya sisi tulioko hapa ambao ni Waefata, wito wetu unakaaje. Nikazungumza juu ya mtumishi wa Bwana jinsi alivyoitwa, na pale wala huna maswali wala huwezi kuwa na mashaka, kwa sababu yako wazi. Kitu kimoja tu ambacho cha kuangalia wewe ambaye umeingia katika huu wito ni kuangalia unasimamaje katika ule wito. Changamoto zinaweza kutokea ndani ya wito, lakini unatakiwa ujue ulipoitwa nini kilikuvuta kuwa katika wito wa Efata. Nini kilikuvuta? Kitu cha kwanza, angalia kile ambacho ulikiona mwanzoni, kwa sababu hapa katikati huwa kunaweza kukatokea changamoto mbalimbali kupitia wito, kupitia watumishi wa Mungu. Lakini wewe angalia kile ulichoitwa cha mwanzo, nini ulikiona kikakuvutia kuwa ndani ya Efata. Kile ndio kitu cha muhimu sana cha kukiangalia. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati tuko Iringa, tuko na mtume na nabii mwaka 96, ndio tumeanza tu na amekuja Iringa kufanya kazi. Na wakati tuko kwenye maongezi, tuko kwenye hoteli fulani, wakati naongea naye, ghafla niliangalia katika kipaji cha uso wake hapa, nikaona kuna damu mbichi, yani damu mbichi inateremka hapa. Sasa nilipoangalia, macho yangu yakashtuka kidogo. Niliposhtuka na yeye akasema, umeona? Sasa sijui aliona nimeona, na mimi sikusema chochote. Nikaona kile kitu nilichokiona, nikasema hapana. Si hilo tu, kuna jambo la kwanza ambalo nililiona mwanzoni akianza kufanya semina. Ndipo nikagundua hapa kuna kitu cha tofauti. Huyu mtu ameitwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo changamoto zinaweza kutokea, lakini haziwezi kubadilisha ule wito ambao Mungu alishaita. Haleluya. Yaani changamoto zinaweza kutokea, lakini Mungu lile aliloliweka kwenye utaratibu wake, na kwamba jambo hili litafikia wapi. Hata kina Eli waliitwa. Bwana Yesu asifiwe. Hata kina Eli waliitwa, lakini ilifika wakati Eli pamoja na watoto wake akaanza kuwa tofauti na wito alioitiwa. Hali ikawa ni mbaya. Lakini Mungu, kama nilivyosema, akiamua kwamba wito huu ni kwa ajili ya kusudi fulani, akaamua kumpa Ana mimba. Akapata mimba. Alipopata mimba akapata Samueli. Na ukisikia maombi ya Hana anasema hivi, ukinipa huyu mtoto nitakupa wewe. Na kweli alipozaliwa mtoto, Ana akampa Mungu. Sasa Samueli akawa katika hekalu, wakati Eli kuhani akiwa pale, ndiye aliyekuwa kuhani wa wakati ule. Na sasa unaona Eli yuko pale, Samueli yuko hekaluni, anasikia sauti inamuita. Akaitwa mara ya kwanza, anaenda kwa Eli, anasema mimi sijakuita. Anaitwa tena mara ya pili, anafikiri ni Eli amemuita, anakwenda tena anasema sijakuita. Anaitwa mara ya tatu. Alipokwenda kwa Eli akasema hivi, kitu kimoja ambacho naiona hekima ya mtumishi wa Mungu Eli ni kitu cha ajabu sana. Alisema hivi, sasa atakapokuita mwambie nipo na kusikia. Yaani huyu ilikuwa lazima Samueli apate upako wa namna ya kueleza kutoka kwa nani? Kwa Eli. Maana ndiye aliyekuwa kiongozi. Japokuwa Mungu sasa tayari ameshaweka malengo mengine kwa sababu ya mambo fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unaona Samueli alipoitwa akasema, Bwana nipo, nieleze. Na alipoanza kumweleza, akamweleza matatizo ya kuhani Eli na watoto wake na nini, akamweleza mambo yatakayotokea. Na ndivyo ilivyokuwa. Watoto wa Eli, akina Finehasi na wengine walifariki, wawili walikufa wakitoka vitani. Lakini pia Eli naye aliposhtuka baada
watoto wake wamekufa na yeye alishtuka akafa. Lakini kusudi lile la Mungu kwa ajili ya uhai wa kusudi la Mungu haukupotea, ulibaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nawaomba hivi, katika wito tulioitiwa ndani ya Efata, changamoto zitokee namna gani, kile kilichotamkwa na Mungu wa mbinguni miaka ile ya 92 kwa mtume na nabii Joseph Ateles Mwingira, kila alichotamka na akamuita akamwambia utafanya kazi hii, kila hakitapotea, tutakwenda kukiona kwa sababu tayari kiko kwenye mstari. Haleluya. Usichanganyikiwe kwa sababu unaona sijui mwingine yule anafanya nini, sijui yule amefanya nini. No, angalia jinsi wewe Mungu alivyokuita ndani ya kanisa la Efata. Bwana asifiwe. Sasa leo naenda kipengele kingine. Nilizungumza pale, nilikuwa nataka niwaandae juu ya nini, kwani tuko hapa, na nikazungumza kwamba alipewa mambo mangapi? Matatu. Nikasema la kwanza ilikuwa ni ukombozi, la pili ilikuwa ni uponyaji, na la tatu ilikuwa nini? Kuliandaa kanisa kwa kunyakuliwa. Sasa leo naomba na nashukuru mtumishi wa Bwana, umenipa muda mzuri kidogo wa kutosha, kwa sababu wakati mwingine nataka kueleza uweke vizuri mambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nitaomba tutakuwa tunaandika, lakini nitakuwa nafafanua. Leo nataka nizungumzie habari ya magonjwa ya nafsi na uponyaji wake. Magonjwa ya nafsi na uponyaji wake. Kuna mambo fulani ambayo nitayazungumza kwenye kipindi hiki kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yametesa watu, na nina uhakika ikiwa tutaenda vizuri kuna uponyaji utatokea kwa watu fulani hapa kwa namna ya pekee sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mambo haya niliyapitia, nikayaona jinsi ambavyo shetani anavyofanya kazi kuleta magonjwa katika nafsi. Sasa nimesema magonjwa ya nafsi na uponyaji wake, na ninataka nizungumze. Tunapozungumza habari ya nafsi, tunazungumza habari ya mtu mwenyewe, lakini tunazungumza kipengele fulani ambacho kiko ndani zaidi. Ukisoma kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7, nianzie hapo kwanza. Mwanzo mlango wa 2 mstari wa 7. Unaona anazungumza, anasema Mungu alipomuumba mwanadamu, anasema akampulizia puani pumzi ya nini? Ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Mtu akawa nafsi hai. Sasa naomba mnisikilize hapo. Mimi Betson, mimi naitwa Betson. Mimi nikiwa hapa kuna mtu mwingine huku ndani yuko kama mimi. Amen. Kuna mtu mwingine yuko kama mimi, yuko huko ndani. Kwa hiyo kama ingekuwa inawezekana Mungu akaleta picha ya huyu mtu wa ndani ambaye yuko kama mimi, akakaa pale, mngeona tunafanana. Kwa sababu gani? Yule mtu wa ndani ambaye ndio nafsi, ambaye ndio mimi Betson, yule ana chakula chake. Anapenda kula chakula ambacho Mungu anaruhusu kumpa. Chakula anachokula yule mtu wa ndani ni tofauti na chakula ninachokula mimi mtu wa nje. Huku nitakula mahambagi, nitakula bagia, nitakula chips, nitakula nini. Lakini yule mtu wa ndani ambaye tunataka tuzungumze jinsi ambavyo huwa anaweza kaugua, akipata ugonjwa. Huyo mtu wa ndani yule anahitaji alishwe matakatifu ya Mungu, alishwe neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ile roho iliyoko ndani ambayo ndio mimi inatakiwa ilishwe neno. Ikilishwa neno inapata nguvu, na inapolishwa neno na kupata neno, inapata nguvu ya kumshinda yule mtu wa nje ambaye mwili unapenda vitu vya dunia, unapenda vitu vya dunia zaidi. Kwa hiyo kuna mtu wa ndani ambaye huyu
ndiye ambaye anaangaliwa sana katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana utaona kwa mfano mtume na nabii alipoeleza kwamba alichukuliwa akaenda mbinguni, alikuwa